Rais Jakaya Kikwete ameitaka jamii kuisaidia serikali na mahakama kwa kuunga mkono adhabu mbadala zinazotolewa kwa wahalifu waliofanya makosa madogo madogo ya jinai ili kupunguza msongamano wa wafungwa magerezani, kwa kuwa hivi sasa kumekuwa na ongezeko kubwa la mahabusu na wafungwa kwa 29%. Tupate taarifa zaidi. Kikwete amesema hayo katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini ambayo yamefanyika jijini Dar es Salaam, na kuitaka jamii kubali kuwa wahalifu wanaweza kurekebishika kwa kutumikia adhabu za kijamii, na kutaka hatua za kutekeleza adhabu hiyo ianze kwa viongozi wa ngazi zote nchini ili iwe rahisi kuelimisha jamii iondokane na dhana ya kuamini kuwa adhabu pekee ya kumwajibisha mhalifu ni kifungo. Kwa hiyo mimi maoni yangu kwamba wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, watendaji wakurugenzi watendaji wa halmashauri na viongozi wengine wa serikali za mitaa wahusishwe kwa ukamilifu. Pengine kama kuna swala la elimu ya adhabu mbadala, kwanza ianze kwa hao. Waelewe kwamba iko adhabu mbadala. Pengine siku mtakapokwenda kutoa lecture hiyo, Mheshimiwa Jaji Mkuu, mtashangaa kwamba hata wakuu wa mikoa hawajui kwamba kumbe mtu anaweza akapata kifungo cha nje. Wao wanajua tu kwamba mtu akishahukumiwa pale kifungo cha miezi 6, watu hata faini hawataki. Sema shilingi 100,000 faini au jela miezi 6. Sasa unaona bwana, hawakumfunga, amelipa faini pale. Kwa hiyo unaodhana hiyo katika jamii ambayo kwa kweli sote lazima tuendelee kufanya maelekezo. Mimi naamini kwamba tukifanya mpango huo na elimu hiyo, tukipa msukumo, naamini kwamba jambo hili litaongezeka, kasi yake itaongezeka, na jamii na viongozi watajiandaa kuwapokea na wata-assume ile responsibility nao ya correction ya watu ambao ni offenders. Naye Jaji Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Athmani Chande amebainisha kuwa mahakimu wanakumbana na changamoto nyingi katika kutoa hukumu ya adhabu mbadala, ikiwemo kutoaminiwa na jamii, na kubainisha kuwa ili kutatua tatizo hilo lazima jamii na serikali ipime umuhimu wa adhabu zote mbili. Kwa ufasaha labda niseme hivi: kwenye kutafuta jibu la kudumu, inabidi serikali na jamii ipime gharama, madhara na lawama za kifungo gerezani na gharama, madhara na lawama za adhabu mbadala kwenye jamii. Ni ipi kati ya hizo njia mbili na uwezo zaidi wa kurekebisha wafungwa, hasa wale wenye makosa madogo madogo, wasirudie tena uhalifu watakaporejea uraiani, na yenye uwezo wa kufidia waathirika wa kosa na kuilinda zaidi jamii? Tukizingatia yote hayo, njia muafaka ni kujenga suluhisho linaloweza kujihimili. Awali, rais wa chama cha mawakili nchini Francis Stola amesema kuwa msongamano wa wafungwa magerezani ni ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu, kutokana na utafiti uliofanywa kuonesha kuwa hali ya msongamano huo ni zaidi ya uwezo wa magereza karibia yote hapa nchini, na kuitaka serikali kuchukua hatua ya kutatua tatizo hilo. Tatizo la mrundikano wa wafungwa na mahabusu limejidhihirisha kuwa ni tatizo kubwa zaidi linalosababisha uvunjaji mwingine wa haki za msingi za binadamu. Kamati maalum iliwahi kufanya ziara katika magereza kadhaa hapa nchini, hapa Tanzania bara. Katika ziara, kamati iligundua kwamba gereza la Isanga, Dodoma, lilikuwa na wafungwa 1338 wakati uwezo wake ni 783. Sherehe hizo zimehudhuriwa na viongozi mbalimbali, akiwemo Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huadhimishwa kila mwaka ikiwa ndio kiashiria cha kuanza kwa mwaka wa kisheria na vikao vya mahakama, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu inasema adhabu mbadala katika kesi za jinai na faida zake katika jamii.